Mpigie Bwana Yesu makofi na uongeze shangwe. Nimesema makofi na uongeze shangwe na vigelegele. Praise the living God. Hebu muulize mwenzako, unasikia mwaka inaenda namna gani? Muulize, unasikia mwaka inakupelekaje? Walezo, si muulize ukiwa serious. Muulize mwaka inakupelekaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile nilitanguliza kusema majuma machache ambaye yamepita, Biblia inasema ya kwamba anayeangalia mawingu atapanda. Nikakusomea mstari mmoja kitabu kile cha Habakuki mlango wa 3 mstari wa 17 na 18. Na yule nabii akahesabu vitu vichache pale, na vyote vilikuwa kinyume. Ng'ombe hawako kwa zizi, mizabibu haijachanua, vitu yote makosa. Lakini alipofika mstari wa 18 akasema walakini. Angalia mtu mwambie walakini. Bwana Yesu asifiwe sana. By the way, angalia hapa, angalia huko. Ni kweli, ni kweli. Hata mimi nakubali. Ni kweli. Ni kweli. Kulingana na mipango yako na vile ulikuwa umeona mambo, ulikuwa hiyo nyumba ukulie sikukuu. Chapati ulikuwa upikie wapi? Lakini imefika Rindo, ndio umeweka roof na hujapiga plaster. Lakini niko hapa nikutie moyo. Fika mahali useme haijaisha walakini. Sema amina. Ni kweli ulikuwa umejitabiria na ukajitabiria, hata ukaenda ukanunua gown kwa imani. Ni vile watu hawajui, lakini mimi na wewe tunajua. Wewe unajua kwa kununua, mimi najua kwa ufunuo. Ukaenda ukanunua gown na ukaanza kujiprofesia, hata ukijiweka pete unasema in the mighty name of Jesus, before the end of this year ni lazima niwekwe pete na mtu anapenda Mungu na ameokoka. Lazima nitembee wakiimba wimbo, see what the Lord has done, see what the Lord has done, glory waited for, come to pass. Na ni kweli, ni kweli. Hata kama harusi haikufanyika, bado see what the Lord has done. That the year is ending, you are still in one piece and you are born again. Praise the living God. Sema hallelujah. Fika mahali Habakuki alifika, akasema vitu yote inakaa ni kama iko kinyume. Walakini. Angalia mtu mwambie walakini. Yes. Nitafanya nini? Nitamfurahia Bwana. Nitafanya nini? Nitamfurahia Bwana. Angalia mtu mwingine umwambie joy is a choice. Joy is a what? Kama unatazamia uletewe furaha na mume, ama uletewe furaha na mke, ama uletewe furaha na employer, ama uletewe furaha na biashara, basi hautapata amani na utapata furaha. Joy is a choice. The Bible says, yet I shall rejoice in the Lord. Yet I shall rejoice in the Lord. Everything is against that. Nothing seems to be working. Everything has
was told, but I have made another choice. I choose to praise the Lord. I choose to rejoice in the Lord. Choice. Hai, unajua asubuhi hapa saa ilikuwa za masaa ngapi? Masaa ya saa 10. Masaa ya masaa 10, muulize mwenzako saa 10 ilikuwa wapi? Masaa ya saa 10 hivi nilikuwa hapa. Yes. Na tulikuwa na watu wengine hapa. Tunaomba. Yaani nikasikia tu. Unajua saa hiyo hata watu wa keyboard wamelala. Wa drum set hawako, walioa juzi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikasikia the joy of the what? The Lord. Na siko hapa kwa madhabahu. Yes. Hapana, nilikuwa hapa chini. Hebu uliza wale walikuwa hapa. Na kuambia nikaingia, nikacheza. Nafurahia Bwana. Hapa asubuhi, nafurahia. Hakuna kinanda, hakuna, yani nacheza zile siko ndani. Nasikia. Sisi kama tunaelewana. Hii maisha unaishingi. Eti siku ile utakuwa na pesa ndio utafurahi. Hata pesa ikikuja hautafurahi. Kuna furaha. Kuna furaha. Hallelujah, kuna furaha ya ajabu. Kuna furaha. Hallelujah, kuna furaha ya ajabu. Hallelujah. Furaha. Hallelujah, kuna furaha ya ajabu. Hallelujah. Furaha. Hallelujah, kuna furaha ya ajabu. Hallelujah. And by the way, wale watu tunaishi muda mrefu ni wale watu tumechoose kuwa na furaha. Wewe hujawahi jua wale watu wanakaanga kukasirika hata saa nyingine hawajui wanakasirikia nini. Watu wanakuanga na complications nyingi sana. Yaani madhungusto tu haieleweki. Vitu haieleweki. Bwana Yesu sana. Hao ndio watu wanasikianga ile vitu inatembea juu ya roof. Si kitu kingine, utakosa kuisikia aje na umeamuka. Mimi itembee na nimelala, nitaisikia. Mwambie mwenzako saa ya kulala lala. Ndio ukiwa huyo mwingine ndio yako serious. Mwambie saa ikifika ya kulala lala. Na kile kinakufanyanga usilale saa ya kulala ninakikemea kwa jina la Yesu. Sikiza. Nimekuambia hii maisha ni choice. Biblia inasema hivi. Angalia huko. Wewe acha kinanda hiyo masaa huko umefika. Bwana Yesu sana. Biblia inasema hivi. Ya kwamba Mungu uwapea anao. Ni nani upeana? Nani? Daktari? Naona sasa mahali unakosea. Eti hako katembe nilipewa na huyo daktari. Kamefanya kazi. Nilikameza hivi. Hata sikufika kwa kitanda. Nililala katikati. Sikiza. Sio hako kadawa. Mungu ndio upeana usingizi. Si kama tunaelewana? Ni nani upeana? Mungu ndio ufanye nini? Maana Mungu alielewa ni vizuri mwanadamu kufanya nini? Sema kulala. Mungu alielewa ni vizuri ufanye nini?
upumzike. Sasa maandiko ingine, maandiko inasema hivi, anayeangalia Yakobo, he who watches over Jacob does not sleep. All who does what? Say who watches over me. Unless you are called Jacob. Who watches over you? Who watches over who? He doesn't? No. Huyo ndiye nani? Sasa wewe ndio ujue kuna kitu inakusumbua. Kumewezekanaje ya kwamba aliyekuokoa na anayekulinda yeye alali na asinzii, na wewe ulali? Kazi ya Mungu achia Mungu. Praise the living God. But you know, the only way to get to that is when you understand another scripture that Jesus said in the book of Matthew, cast your burdens. No, that's not, no, I'm getting another, Matthew 11, I'm getting the scripture. Let me get it. Come to me, all ye, and what? Matthew 11 what? Who said come? Your husband? Your wife? Your mother? Your parents? Those ones, there are sometimes you will go to them and they cannot carry your burdens. The only one who can carry all your burdens and you go free, his name is Jesus. Tell your neighbor, learn where to take your burdens. Yes. Again, Paul wrote and advised us, rejoice in the Lord. How many times? And again, let's read that scripture again. Do what? Hebu ngeukia mtu muulize, na hii mistari yote apostle tayari ameshahubiri, yaani hata uwezi furahi? Kwani ulikuwa na mashetani nyingi namna gani? Rejoice in the Lord. How many times? And again I say, joy is a choice. Oh yes. Ufurahi. Praise the living God. Pika chapati. Ukifanya nini? Naongeza wimbo wa daktari. Wa matei Yesu, matei manene. Wa matei Yesu, Matei manene. oh wa matei Yesu, Matei manene. wa matei Yesu, Matei manene. Wa Yesu ndo kondo inakwaja. We wino basa itatu. Na musenda nesa inoka. Na kuna pepo ingine inakuambia ako wapi, ako na nani. Badala ya kuwasa hiyo mawazo, wewe anza tu kucheza hapo. Wewe matei Yesu, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Masia, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Yesu, wewe wa matei Yesu. Kila mtu na namna hii. Wewe wa matei
hiyo ndio inafanya nini kwa hii maisha ya wokovu? Hii maisha ya wokovu, unajua umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaokoka utaokoka lini? Mimi kazi yangu hapa ni moja, ni kukuonyesha now that you are born again how to live in this kingdom. Praise the living God. Yes. And one key, moja hapo ya vifunguo ni kuishi maisha ya furaha. Yeah. Maana hata ukijihurumia unaweza jiongeza kitu. Unafurahi tu. Unafanya nini? Unafurahi. Unafurahi tu. Lakini apostle, vitu yote hakuna kitu hapa ya kufurahia. Hatufurahishwi na vitu. Tunafurahishwa na Kristo. Maana ukitafuta vitu ikufurahishe, vitu imekasirisha watu wengi. Mshukuruni Bwana. Sikiza. Sio mambo yote yanatendekea mtu ameokoka kwa sababu kuna ubaya katika maisha yake. Na kile kitu unangojea kwa hamu kinaweza kuja na matatizo. Mama mmoja alibeba mimba na alikuwa ameingojea mimba kuingia badala ya kuwa mimba ya amani. Watoto wakaanza kupigania kwa tumbo na hawajatoka. Ajubu hakuna makosa alikuwa amefanya. Kwa hivyo toa hiyo mawazo ya kwamba naweza kuwa nimefanya nini, ya kwamba hakuna mwembe mwenzako, hakuna kitu umefanya. Ni mambo ya wokovu. Amen. Ni mambo ya nini? Yeah. Usijari. Lakini wale mulipita hapo, nilipita mkaimba hiyo wimbo, hebu mnisaidie. Ziaje ndoku wa wimbo akasema hata njia iwe ngumu na matatizo, akasema nitajikakamua na nitamuona aliyenifia.
Shida ni kuvunjika moyo haraka haraka. Wewe mwenzako wacha kuvunjika moyo haraka haraka. Mwambie ukiwa serious, wacha kuvunjika moyo haraka haraka. Yes. Hata Waswahili wakasema wakiwa kwa roho yao, kuvunjika kwa mwiko. Yes. Kuisha kwa mwaka sio wewe umeisha, ni mwaka unaisha. Achana na mwaka uishi. Kwani ndio wa kwanza kuisha? Kwa hivyo sasa matatizo yako ni gani? Kwani mwaka umeisha na huu? Hebu weka andiko moja ya kutia mtu moyo hapa. Kuna mtu wako pale nyuma anapaswa kutiwa moyo. Weka hapo kitabu cha Waamuzi mlango wa 8 mstari gani? Mstari wa 4. Judges chapter 8 verse 4. Let's see what the Bible says. Jordan and his Gideon and his 300 men, they came to Jordan. Can you read? 1, 2, 3, read. Read again. Tell your neighbor, you shall cross over. Say, I shall cross over. The last phrase of that word says, exhausted. Yeah. Hata kama unasikia umechoka, usiache kukimbiza. Kimbiza mpaka mwisho. Hata kama they were exhausted, but still in pursuit. Keep pursuing. Keep pursuing. Apostle, but nothing is happening. No. Don't put your focus on the wrong things. A lot is happening. Keep pursuing. Keep pursuing. Praise the living God. Those people who are born, wale watu wamezaliwa mahali kuna mito serious. Wacha hiyo ingine, hiyo inapitanga maji 1 hour. Wale watu wamezaliwa mahali kuna mito serious. Hakuna mto unaongopewa kama maji, kama mto ambao maji imetulia. Utasikia wazee wa zamani wanasema vile huu mto umetulia, kusidhubutu mtu auvuke. Lakini huu mto uko na sijui nini, wanasema wewe ogelea. Lakini ukiona maji imetulia, inakaa ni kama jiwe, ukikanyanga hivi unaweza vuka. Utasikia kila mtu anasema hata wale uanga mnadhubutu. Sasa hii si ya kuingia. Kwa nini? Kwa sababu hata kama hapa juu imetulia, zile waves, currents ziko na hapo chini ni mbaya kuliko zile zinaonekana wakati maji inafurikika. Sikiza, si eti hakuna kitu kinafanyika katika maisha yako. Inaweza kuonekana imetulia, lakini Mungu nasema Mungu akona huko ndani. Kuna vitu Mungu anachokora. Kuna vile Mungu anatibua maji. Mwambie mwenzako hapo kuna ukweli. Angalia yule mwingine umwambie kumtii Mungu. Kufanya nini? Kumtii nani? Sasa tusome mstari mmoja na tukae chini. Si nimesha kuhubiria mistari kama 10. Sasa tusome moja ya mwisho na ukae chini nikuhubirie hiyo ya mwisho ukiwa umefanya nini? Alafu upackage offering yako ukiwa umefanya nini? Na tuombe ukiwa umefanya nini? Na tuende nyumbani ukiwa umefanya nini? Bwana asifiwe. Tutakuwa tumemaliza vizuri. All right. Let's turn to the book of Deuteronomy, chapter 28. Deuteronomy 28. Na tusome na Kiswahili. Okay, let's read in English, then turn to Swahili.
You see, when we began to preach, when we were amateurs, when we just began to preach, I'm telling you the truth. Sometimes I remember things, some things I preach. Now you can see it because you have read. Sometimes I remember things that, thank you, sir. And let me allow the Sunday school. Come here. I bless you, my friends. Oh, these are my friends. Let's celebrate them. Oh, these are my friends. Oh, wait, is that how you celebrate my friends? These are my friends. These are my friends. These are my friends. Unajua uzuri wa watoto, na ndio Yesu unaona alisema acheni watoto waje kwa nani? Uzuri wa watoto ni mioyo safi. Uzuri wa watoto ni kuwa na mioyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine tunapanish watoto. Si eti kwa sababu wamefanya makosa. Ni kwa sababu ya usafi wa mioyo. Yaani unakuta huyu mtoto ana makosa, ni usafi wa moyo. Usafi wa nini? Kwambia vile mtoto mmoja alikuja kunisalimia kwa ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia basi wacha tuangalie kwa hiyo ofisi kuna nini tugawane. Nikakuta kulikuwa na chocolate. Tukagawana. Lakini akaenda, akafika hapo kwa mlango, akarudi. Akaniuliza, "Na kwani wewe apostle ukuangi na ile kitu ya ndadi?" Sasa nikajua story imeanza. Nikamuuliza, "Gani?" Akaniambia, "Si ndadi anakuanga na chupa yake kwa fridge. Anatuambianga si ya watoto, ni ya watu wazima." Nikamwambia enyewe hiyo ndadi anakuanga nayo hapa ikuangi, na sio kuisha, imeisha. Haikuangi. Yule mtoto hakuwa na ripoti baba. Alikuwa ni usafi wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikamkarisha chini. Nikamwambia sasa hiyo kitu ndadi anatumia hata si eti ni mbaya kwa watoto, ni mbaya hata kwake. Wewe usiwahi onja, usiwahi jaribu, maana ni mbaya. Si unasikianga ticha akikuambia you are a loyal priesthood? Akaniambia Akamwambia Biblia inasema wale watu wako na loyalty hawakunywangi hizo vi. Hubiria huyo mtoto vizuri sana. Na huyo hata wahi kunywa. Na nikamuuliza, "Unajua ndadi yako ako na miaka ngapi?" Nilikuwa najua age. Akaniambia Nikamuuliza ako na miaka ngapi? Akaniambia ako na miaka hii. Nikamwambia mimi nimepita babako umri na miaka fulani. Na sijawahi kunywa tangu nizaliwe na mama yangu. Na unajua watoto wanakuanga werevu. Saa hiyo mtoto anaongeza mwenyewe. Anauliza, kwa hivyo inaweza kuwa ndio unaendesha gari kubwa kuliko ndadi? Namwambia sasa ndizo hizo. Haki watoto wanakuanga wazuri. Mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Si nyinyi ni watu wazuri? Si mnajua mimi ni rafiki zenu? Bwana Yesu asifiwe. Na mnaendeleaje? Amen. Mtihani nasikia ilitoka. Si tutakutana pale mahali niambie vile resources zilikuwa. Unajua mimi nikiwa shule, imagine, hebu niwashangaze. Mimi nikiwa shule, yaani tulikuwa tunasoma mpaka usiku. Usije ukapata E. Ukipata E, yaani E wakati wangu ilikuwa inamaanisha empty. Yaani hauna kitu kwa hiyo concosity. Yaani that was the worst. Yaani actually ukipata E ilikuwa ni kama watu wakienda shule, wewe hukuenda. Yaani watu wakifanya mtihani ni kama wewe hukufanya, ni kama ulikuja ukaandika jina na ukaenda sokoni.
Sasa nataka kuonyesha vile mambo inabadilika. Eti saa hii nyinyi mnasoma hata si mpate hii moja, mpate hii mbili. Hebu jipigieni makofi. Ai nyinyi. Nyinyi kweli. Nyinyi ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asante. Do you know what that means? Times change. Times do what? The only one who does not change, his name is Jesus. He doesn't change. Times change, but Jesus does not change. Kwa hivyo ishi na huyu mwenye afanyi nini? Abadiliki. Afanyangi nini? Abadiliki. Penda huyo na uishi na huyo. Si tumekubaliana? Sasa siinue mikono yako juu vile tunaombanga tukiinua. Ndio na mimi nikuombe kwa jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, watoto ni hawa. Mishale ambayo ni sharp. Hawa ndio ulisema kupitia kwa kinywa cha Isaya ya kwamba watafunzwa na Bwana, mfalme uishie milele. Katika jina la Yesu, wape ufahamu wa neno na mambo ya mbingu na ufalme na umilele. Wabarikiwe na walimu wao kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na wapenda, tutaonana baada ya ibada. Uniambie vile mambo imekuwa. Jina la Yesu. Tuwapigie makofi hao marafiki zangu. Siwapigie makofi, iko serious. These are my friends. Amen and amen. Praise the living God. We celebrate Daniela. Celebrate you in the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord keep and preserve you. In the name of the Lord Jesus Christ. The steps of our righteous men are ordered of God. May the Lord order your steps. The glory of God in Jesus' name. Amen and amen. Glory to Jesus. Amen. Umuulize mwenzako, do you remember something called Thanksgiving offering? Praise God. So, let's go. Hebu tuende kwa hiyo andiko na tusome kwa haraka. Now it shall come to pass. Now, nilikuwa nakuambia vile tukiwa vijana. Wakati tulikuwa hatujajua kuhubiri vizuri. Unaona andiko kama hii? Kwani unafikiri tulikuwa tunafikisha mahali koma iko? Now it shall come to pass. Kwisha, hiyo inatosha. Na kuambia hilo jambo lako limekuja likipita. Na kuambia hiyo changamoto ulio ndani yake imekuja na itapita. Na imagine tuliogokesha watu. No wonder the Bible says, in the days of what? In the days of what? No, ignorance. God. Look. Okay. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord. The voice of who? Ladies and gentlemen, I want to submit to us. We are living in a time when there are many voices. It is not every voice that has to be obeyed. The only voice that needs to be obeyed is the voice of the Lord. Praise the living God. And the Bible says, if you diligently obey the voice of the Lord, you are God. And I've already said, there are many what? And I said here, and allow me to repeat myself, because that is the work of a teacher. The principle of repetition. Nilisema hivi. Kwa uwanja wa mpira kuna kuanga virimbi nyingi. Kuna virimbi ya kwanza ni ya referee, ya pili ni ya linesman,
ya 3 na ya 4 na ya 5 na ya 10 ni ya mashambiki, na virimbi za mashambiki. By the way, mashambiki hata hawakuji na virimbi, wanakuja mpaka na buvuzela. Puu, puu, puu. Listen, but a footballer or a player, he is so skilled, anajua sauti ya vilimbi ya referee. Na hapo ndio watu wengi wamepotezea. Maana you have not mastered. This is why the Bible says in the book of John chapter 10 that my sheep, come on, my sheep, because kuna sauti nyingi, lakini kondoo wake wanasikia sauti yake. Na katika ulimwengu tunaoishi saa hii kuna sauti nyingi. Sauti ni nyingi sana. Sauti ni nyingi sana. Actually, nyakati tunazoishi, kama haujui sauti ya Mungu, unaweza potezwa na sauti nyingi sana. Halo? Yeah. Sababu kuna mtu anataka kukuuzia maji kama hii. Imagine pesa ngapi? 30 bob. Na anakuambia uende, uwe unachanganya. Na kwa sababu ni muuni wa mtu, anakuambia ndio ishike vizuri, hakikisha kila kuoga umeweka bottles ngapi? Bottles 2. Alafu hii bottle yake ya kuuzia 30 bob, anakuuzia soda. Ukileta mbano ngili. Kila kuoga 1000. Kila kuoga 1000. Hiyo ni sauti, lakini si sauti ya Mungu. There are so many voices. Praise the living God. Biblia inasema if you shall diligently obey the voice. Kama, weka Kiswahili tafadhali mwanangu, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya nani? Mungu wa. Na uisikie kwa nini? Mwambie mwenzako ongeza bidii kwa kusikia. Kutazama, kuyafanya maagizo yake yote ni kuangizayo leo. Endelea hapo. Muulize mwenzako, unataka kutukuzwa? Aya, we tingiza mtu, muulize unataka kutukuzwa? Sikiza. Unajua tumezoea kujua ya kwamba tumtukuzeni nani? Wale mlitoka Catholic, tumtukuzeni Yesu Kristo. Sasa si mmeshika hiyo? Mmejua tumezoea kwamba wakutukuzwa ni nani? Lakini hiyo ni kweli. Lakini tukimtii Mungu, ameahidi ya kwamba yeye atatutukuza. Ni nani hapa hataki kutukuzwa? Bwana Yesu asifiwe. Na atatutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Angalia mtu umwambie kutukuzwa kwako kumefichwa kwa kutii. Ukitaka kutukuzwa, tii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2 unasema hivi. Mstari wa 2. Na baraka hizi
zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Baraka ngapi? Mwambie mwenzako kuna baraka nyingi, lakini ni ya wale wanatii. The English Bible says, and these blessings and all these blessings shall come. Do this. Shall come upon. How many blessings? How many blessings? How many blessings? So, how many is all? I've asked you a question. Zote ni ngapi? O zote ni zote. Zote ni kila kitu. The Bible says all these blessings shall do what? One, come upon you. Praise the living God. Do you know? Watch me. Do you know? Come upon me. The Bible says in Acts of Apostles that in the day of Pentecost, when Pentecost had fully come, what happened? Tongues, they were all in the same place. And what looks like tongues of fire. Did you see the word? Where are you? And one, then they appeared to them, divided tongues as of fire. And one sat upon each of them. Listen to me. Sikiza vizuri. Maana kuna watu wanaona ni kama Mungu amepungukiwa na baraka. Mpaka mnaanza kungangania baraka. Unangangania baraka nini? Hata wakati Roho Mtakatifu alishuka, kila mtu alishukiwa. Hawakungawana. Haikukujia mtu mmoja, alafu inahamia huyo, inaenda huyo, na sasa unaweza sema niwe si ninyi na bikiwe tina kwa huyu. Sita nina bikiwe hiki ndio ila original. Wote walifanya nini? Wote kila mmoja wao alipokea. Praise the living God. Now, it is the same concept in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 2. That all these blessings shall come upon you. Shall come upon what? Upon you. Praise the living God. The same word in the book of 1 Samuel. Samuel gave Saul instructions that when you meet these people and what, that the Spirit of the Lord shall come upon you. And when the Spirit comes upon you, do as per the occasion. Hivi ndivyo Mungu anafanya kazi. Bwana Yesu sana. Mwambie mwenzako kuna vitu imeachiliwa juu yako. Wewe ambia mtu kuna vitu. Sio kitu, vitu. Kuna vitu na ziko juu yako na ni zako. Bwana Yesu sana. Na ndio unaona Paulo anaomba na anasema that the eyes of your understanding may be enlightened. Why? The enlightenment of the eyes. Ndio uweze kujua, that you may know. Macho ikifunguka, ufahamu ndio unaingia. Na naomba kwa jina la Yesu, macho yako yafunguke. Uanze kuona zile vitu Mungu ameachilia juu yako. Inua mkono useme mimi. Kuna vitu Mungu ameachilia juu yangu. Kuna baraka nyingi. Baraka zote zimeachiliwa juu yangu. Yeah. The
Bible says, because you obey the voice of the Lord your God. Now, hii baraka haitakujia tu. The Bible says, it shall overtake. Si mnajua overtake? By the way, mnajua ku overtake? My drivers, mnajua ku overtake? Kufanya nini? Overtake. Yaani ku overtake ni kumaanisha kuna kitu iko mbele, lakini inaenda na speed ya chini. Kwa hivyo unafanya nini? Una overtake. Ukiovertake unaikalia wapi? Sasa Biblia inasema ukimtii Mungu. Ukimtii nani? Ukimtii Mungu, ukitii sauti ya Mungu, baraka hizi zote zitakuja juu yako na zitakuovertake. Fanya hivi. Sio hivyo, angalianga kwanza. Unafanya hivi. Sasa hiyo ni kuovertake na hii ni kwenda. Fanya hivi. Si Bwana akupatie hiyo neema? Si Bwana akupatie hiyo neema? Si ufanye hivi na uende hivi. Ufanye hivi na ufanye nini? Uondokanga ukiondoka. Praise the living God. The blessings of God kwa wale wanaomtii, sio watu wote. Yes. Na kanisa no mwana endie ne munini na iwati ngai aki ya mundu. No mwathi ngai ende ya mundu ki. Omaibu ende. Ngai ende ya mundu ki. Mungu anapendea mtu nini? Kumutii kabisa. Kama unataka kupendwa na Mungu, mutii kabisa. Mutii. Mutii. Hii ni Bible. Wanaweza sasa. Na nikasema hivi asubuhi, maombi yangu juu ya washirika wa kanisa hili ni kwamba Mungu juu ya kila mmoja wetu aachilie baraka zote, na hizo baraka zikuovertake. Fanya nini? Overtake. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, juu yangu achilia baraka, na hizo baraka zini overtake. Na nikasema kuja hapa, kuja mbeni, ngangari. Nikaambia watu asubuhi, hivi ndivyo maisha iko, yaenda mbele. Sasa huyo, alafu ungeuke uangalie huko. Uangalie huko. Acha kujikaza, songa nyuma. Relax. Acha kukaza maisha. Maisha itakangi kujikaza. Sasa angalia hapa. Unaona huyu? Sasa huyu ndiye blessings. Huyu ndiye nani? Tunaelewana? Huyu ndiyo nani? Sema baraka. Baraka ni nani? Huyu ndiyo baraka. Tunaelewana? Mimi ndio nimebarikiwa. Baraka iko juu ya nani? Baraka zote ziko juu ya nani? Kwa hivyo baraka zinaanzanga hivyo. Kuwa juu ya nani? Juu yako. Tunaelewana? Sasa naye huyu ana represent watu. Sasa nataka kujibu maswali yako yote yale unakuanga na watu wenu, maana wamekukalia mbaya. Sababu tangu uokoke hakuna kitu kingine wanasemanga. Mara uko na majini, mara sijui uko na nini, mara hawaelewi mali yako ilitoka wapi. Mara ulipoingia hiyo kanisa ya kuokoka ulianza kuwa na pesa, ulikuwa mchafu, hujui kuoga. Ulipoingia kwa hiyo kanisa ni kama hapa tunauza maji. Si kama tunaelewana? Na mambo hayo yote. Haya, huyu simama. Ngojeni hapo. Huyu mkubwa wa mashamba Machakos.
Wanaweza sasa. Huyu wanaofanya kazi ya real estate na yeye wakamuita, walikunulia lunch ama ni sapa, sijui ilikuwa nini. Wakamzunguka, wakamwambia sikiza, tunakuomba kitu moja. Akawauliza nini? Wakamwambia mahali ulienda haukudanganywa, maana tulikuona ukiwa hauna kitu, lakini ulipoanza hii kusema hii kitu ya kuokoka na ukaanza kuenda ile kanisa, tunaona mambo yako yote yamebadilika. Kanyumba ile alikuwa anakaa ulibomoa mabado iko. Haki yako kanyumba ungeacha, kalikuwa kaushuhuda sana. Kanyumba kingine kalikuwa sijui hata ni matope ama ni matofali. Kalikuwa pale chini, mahali hapa chini hivi. Akamwambia tulikuona. Ukianza tulikuona. Ni nini hii? Wakamwambia wacha kujificha. Wakamwambia na usituambie ni kanisa, usituambie ni kuokoka. Tafadhali sisi ni marafiki zako. Kunywa hii chai na ukule na tunakuomba. Sasa hii mali yote hii dunia huwezi maliza. Tupeleke mahali ulienda, maana hapo ulisaidika. Akawaambia appointment ni kesho. Saa ngapi? Saa 2. Akawaambia wakutana ile petrol station iko pale, na wakuja wameoga vizuri, maana kule alitengenezewa. Hakuhitajiki mtu anakaa wasiwasi. Ai, sema wanaume kuoga. Sema wanaume kuoga. Ukweli. Akakuja. Akawaambia mko tayari? Twende. Wakafika hapa wakamwambia tafadhali usiwe unatupeleka kwa kanisa, maana hii baraka iko juu yako, sio ya kanisa. Akawaambia sikizeni, ni kujidanganya, mmejidanganya. Niko kwa sababu ya kanisa. Kaa chini mtu wa Mungu. Ni nini ilifanyika? Alipita kwa kanisa miaka kama 19, na nilikuwa nahubiria. Mlikuwa watu wangapi? Kama watu 7. Hata hawakuwa wamefika. Hawakuwa wamefika 7. Pale chini akakuta nahubiri, nasema kwa jina la Yesu Kristo, wale watu wako hapa nyinyote tutakuwa matajiri, tutakuwa mamilionea. Bwana anatuinua. Semeni Bwana atatuinua, Bwana atatuinua. Tutakuwa mamilionea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni kajurudia hiyo. Akatoka hiyo ibada. Mama Catherine siku hiyo hakuwa na hakuwa anakuja kanisani kwetu. Alifanya kupita nje akienda kwa kanisa yao. Vile tu umepitia hapa. Usione kama uko peke yako. Hata yeye alikuwa anapita amekwama miaka 18. Mpaka kesho kutwa bado wanaweza sasa. Akaenda akaambia Mama Catherine, nimeenda kanisa ingine, nimepita kwa kanisa nikakuta mtu kijana kanahubiri, kanaruka, lakini wachana na mambo ya kijana. Huyo amesema eti hao watu tulikuwa hapo zote tutakuwa millionaires. Na akasema yeye atakuwa pasta wa mamilionea. Akaambia Mama Catherine, kuanzia leo mpaka Yesu arudi, mimi nitakuwa ninaenda hiyo kanisa, maana mimi nataka kufanyika milionea. Wapendwa, ukweli wa neno ni hili. Hao watu wote walikuwa kwa hiyo ibada, karibu wote wako hapa na wote ni mamilionea. Alifanya nini?
hakuonekana kama anakaa hivyo, lakini maana alikuwa ameokoka. Baraka za Mungu zilikuwa zinafanya nini? Zilikuwa zinamfuata. Lakini sikiza, angalia hapa, pia mtu wezi sinzia saa hii. Mwambie saa hii mahubiri ni ya kuona na kusikia. Tumia macho na nini? Macho na masikio. Mwambie mtu saa hii ni ya kusikia na kuangalia. Ya, walimu mko hapa, visual and naelewa. Sasa wakati alikuja, hivi ndivyo ilikuwa. Viatu vyake havikuwa vizuri. Nguo zake, suti zake zilikuwa zimechakaa. Sieti zangu zilikuwa afadhali. Maana maisha ya pastor ni reflection ya washirika. Huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio siku ile utaenda kanisa, ukute kwa hiyo kanisa pastor peke yake ndiye akujua. Tuna tumutu twingine tuote ni tumasikini twenye hatuinuki. Sisemi ya kwamba uwezi join kanisa ukiwa mtu hoihae, lakini unapaswa with time hiyo grace ianze kuaffect your life. If a grace is not affecting your life, either you are the problem or that grace is a problem. But true grace will change your life. That's true. Me, there are things I don't believe in. Yaani unakuta yule mtu ameinuka ni mangapi? Moja tu, ndio huyo. Inapaswa mtu mmoja akiinuka. Tunaweza kosa tusiinuke zote mara moja, lakini unakuta ndio hawa wameinuka 20, wameinuka 30. Sasa ndio hao wengine 5 ndio hao, na kikundi inaendelea kufanya nini mpaka hata wewe unaangalia hivi unaona haya kweli I'm encouraged. Sasa I'm using Felix as an example. Watch here. Kwa nini watu wanaona mahali unaishi? Kwa nini watu wanaona shule ile watoto wako wanasoma? Kwa nini watu wanaona hauna kitu? Kwa nini wanawake wakiangalia wanaona tu unashuka matuta? Umeweka kanywele, mnakutanga nini mtoto nyere? Wivu. Umeweka mpaka imeanza kutoa harufu. Na hiyo ndio watu wanaona. Tunaelewana? Hiyo ndio watu wanafanya nini? Do this. Don't give up. Don't give up. Continue walking in the Lord. The blessing is on you. Tunaelewana? While they are talking, kuna kitu bado haijafanyika. The blessing has not overtaken you yet. You are getting? So, you are loving the Lord. You are praying. You are fasting. You are giving. You are believing God. You are fellowshipping. This is the world. The world is looking at you and is saying, huyu aliokokea nini? Unaona vile yako, hata ambadiliki, hata hakuna iko tofauti. Na unajua now that the Holy Spirit is upon you. Saa ile umeokoka, unaanza rakatagata, zogotakaza. Asi? Mungu asienduila waambie hiyo neno. Because at that moment, the blessing has not overtaken you yet. The blessing is on where? And when the blessing is on you, many times people don't see it. When you are speaking in tongues, ripaluza brakatusex, zekretela shataya. Ndawazimu. Mamba awe ndozima kuokoka. Boya hizi ono ile la saka utuku muima. Now, is because the blessing is, but as you continue walking in obedience, as you continue doing what? As you continue walking, unapoendelea kutembea kwa nini? This is, go ahead, endelea huko, ulimwengu ni kusonga. Now, unapoendelea, something happens. The blessing overtakes you. Now, when the blessing overtakes you, this blessing, these are houses,
These are children. These are husband. These are wife. These are title deeds. Every blessing. It is at that point people start saying, akona majini. It is at this point watu wanaanza kusema, mahali ulienda au kufanya nini? Did you see what has happened? You began with a blessing upon you, but as you continued, baraka ikafanya nini? Ikakuovertake. Sasa hawakuoni, wanaona nani? Katikati yako na dunia ni nini? Ni baraka za Mungu. Kwa hivyo wanapoangalia wanaona baraka za Mungu. Maana sasa baraka za Mungu zimekuovertake, ziko mbele yako. Praise the living God. Ndio unaona ukianza kudress vizuri, watu wakikuambia you look nice, wacha kupunguza eti ni mtumba tu, uko na shida. Accept I am looking nice. Kwani umebadilisha uso? Si macho ni ile mbili, si kichwa ni ile ile. Mbona wamekuona hii miaka yote na hawajawahi kukuambia you look nice? How comes sasa wameona? Is because the blessing has overtaken. Now they are not dealing with you. They are dealing with what? But always remember, this blessing has been brought by something called obedience. The day you lose your obedience, this is what will happen. The blessing will disappear. And the old you will manifest. Siku ile utaacha kutembea kwa kutii, baraka itakuondokea. Vitu inaanza kupotea. Ulikuwa unainuka, shida inaingia, ujui nini. Maana umeacha kutii. Umeacha kufanya nini? Yes. Umeanza. Na nilikuambia hivi, endelea kuwa hapo. Hata mimi nasimama na niko na miaka nyingi kuliko. Sikiza. Na nikikuhubiria kitu, Jacqueline, unakifikiria sana. Unakaa unafikiria. Sikiza. Especially wale watu wote tuko hapa na tuko uko above 40. Kwa nini nimechukua 40? Maana walisema maisha huanzia life begins at 40. Sikiza. Kuna tumawazo tunaingianga watu wakifika umri fulani. Wanafikirianga wamefika. Wanaweza sasa. Yeah. Ndio unaona si rahisi ukute kijana ako miaka 20 na kitu ameongeza mke. Unajua wangapi? And this is why the world is questioning us who are in the church. Maana tunafika mahali tunaacha kutembea na Mungu na baraka ya Mungu inaanza kutuondokea polepole. Polepole. Suddenly yule mtu wa zamani anaanza kutokea. Mtu wa kung'ang'ana, mtu wa mashida, mtu wa hii. Watu wanaanza kuuliza, kwani alifanya nini? Kwani nini inaendelea? Kwani nini inaendelea? I am here to educate us. If there is anything I have seen dangerous in this life, if you are not managed by God, it is something called
rising. 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 Read all the kings in 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Majority of those kings, even some of them, they began governing when they were babies. But in their old age, they missed it. I pray for you as I pray for myself, that in our old age, we shall not miss. And I remind us of a scripture that I have preached in this house so many times, that we will not lose what we have diligently work for, because it can easily be lost. We are in the book of what? John chapter what? 1 John chapter what? Come on, you people. What do? You forget scriptures very easily. Or you are waiting for the people for the computer. Ambia mwenzako kuja na Biblia ile iko kwa akili. Kukumbusha mstari wa 8 vitu. Yaani nakukumbusha vitu. Hiyo Bible ndio inakusaidia. Are you understand what I'm saying? I remind us, brethren, this afternoon, let's walk in obedience. It's chapter 1 verse 8, brother. Let's walk in what? In obedience. Let's walk, do what? Let's walk, do what? Let's do what? Shake your neighbor and tell them, go back to the place of obedience. Place. I have seen people come in this kingdom. They obey 5 years, 10 years, 5 years, 7 years, 10 years, 15 years of obedience. Then somewhere, somehow, they start drifting from obedience. And I was saying something to Jackie. I always tell people this. Lot. Unajua Lutu. Lot. Lutu hakuenda straight kuishi Sodom. Lutu. Let's go to Genesis chapter 15, 16. Lot did not wake up and go and live in Sodom and Gomorrah. Here is where it began. When there were issues between his huntsmen and the huntsmen of who? Abraham. The Bible says, and Lot, look here, all of us. The Bible says, and Lot raised or looked at the plains of Jordan. What he did not see was what was beyond the plains. Angalia mtu kwa macho hivi. Umwambie hapo mbele ya hiyo plain unaona. Hapo mbele kuna danger. It's a mistake that a lot of people do. Lot, the Bible says, and Lot lifted us. Is what? What did he see? Ask your neighbor, what are you seeing? Wewe uliza mtu, muulize, unaona nini?
wewe kuja ukae hapa, huyu na mtu wa kuuliza. Kuanga na ufunuo. Nasema uliza mtu na wewe una mtu wa kuuliza. Bwana Yesu sana. Muulize unaona nini? Ndio. Lutu akainua nini? Sema macho. Akainua nini? Akafanya nini? Akaona nini? Ambazo zilikuwa sasa wewe unafanya nini? What are you doing? May God have mercy on you. That before the Lord destroyed, yani badala yaone Sodomu na Gomora ziko mbele ya ile plain. Praise the living God. I'm telling you the truth. Huyo mtu, na mimi ni nabii, mimi ni mtu wa Mungu, ni kuambia ukweli. Na mimi siambii hao mumekaa hapa, naambia wale wako online. Ni kweli, mwambie mwenzako hata sio sisi. Lakini huyo mtu unaona umeanzana na yeye, na saa hii Christmas ndio hii. Hai. Good night. Morning. Endeleeni kusema tu, unajua ni nyinyi mnatumana na mnatuma na mnatumiwa. Kwa hivyo wewe tumia ile ulitumiwa. Na yeye yule mwingine atume ile alituma. Ka emoji kama mtu kitu kamefungua mdomo. Ile kitu kingine mnanishangaza. Mama mzima, na hii inaitwa social media. Unaenda tunakuona unapigwa picha na unaweka social media na ulimi umetoa nje. Kaulimi umeuma. Na uko TikTok unauma ulimi. Ile kitu hujui, by the way, hiyo inakuanga ni roho ya nyoka. Tunaelewana? Wewe uoni Sodomu, unaona plains. Can you assist me with 200 shillings? I will refund you next week. Na wewe na yeye mnajua hamtarudishiana. Wewe sababu uko na kishetani na yeye ako na kishetani. Unarusha. Ni plains of. Mwambie mwenzako hizo vitu uko ndani yake. Mwambie mwenzako sana hiyo uko. Ni plain of Jordan. Biblia inasema, makai ni mwanzo wa Biblia. Biblia inasema hizo plains zilikuwa zinakaa kama shamba ya Mungu. Zilikuwa zinakaa shamba ya nani? Hapo ndio mwanaume, ndugu. Hapo ndio unaangalianga kasichana. Unauliza, ndio nioe kile kitu nilioa. Huyu alikuwa wapi? Hapo ndio unaona ulituma ile kitu ya ujinga. Where were you before? Na unaacha ndoti. Si unaona? Unajua ni nini? Unakaangalia hivi, kanakaa a well watered garden. Garden of the Lord. Kasichana kanaongea hivi, hata uwezi sema ni kamkamba kama si. Kanaongea kizungu inatoka na mvua. Yeah man, yeah. Yeah. Ati yeah. Yeah. Unasikia msichana? Unaingizwa kwa kavits na kamewekwa tind.
Hata ukutana na mama yako, ni wewe unamuona hakuoni. Halafu na ujinga wako huu aguyani wewe kuane kasia, unawekewa kaesi na kawimbo haina maana, na unarudishiwa kakiti nyuma. Unasahau ni mzee wa watu. Unasahau, unasinzia. Yaani unaangalia kimutu hivi kinakaa well watered garden, the garden of who? Yaani kinakaa kimungu. Na unajua hawa watu kuna shida nyingine wako nayo. Unaona hapa hii nini ya Jordan inaitwa nini? The plains. Ilikuwa inakaa like, not, it was like the garden of the Lord. Ndio unaonanga tumutu tunaingianga hata kwa kanisa. Na unaona kanaomba, hata kanaomba kanaruka kama sisi, hata kanatembea kama apostol. Na unajua sio kila mtu anatembeanga kwa kanisa anaomba. Kuna ndugu mmoja sitamtaja, alipo join hii kanisa alikuja kesha, na anaona tukiwa kesha tunaomba tukifanya nini, tukitembea. Yeye akakosa kujua tunaomba, yeye akafikiri ni kutembea tunafanya nini. Alitembea mpaka asubuhi. Anatembea anafika kona hii, na anarudi kona hii. Yeye anafikiri hiyo ndio nini. Sasa ndada ungekuwa kwa hiyo ibada na uone ndugu anatembea, ufikiri ni maombi anachapa, kumbe hata maombi hajui ni kutembea. Yeah. Hapo ndio ongeolewa na mtu usiku unaamuka unasikia umeanza kutembea. Unamuuliza ni nini, anakuambia hivi ndivyo tunaongea na Mungu kwa kanisa yetu. Namwambia hapana. Listen. When people stop walking in obedience, these are the things. Yaani ile vitu ungeona unaacha kuiona. Unaacha kuiona kabisa. Bwana Yesu sana. Unaacha kufanya nini? Yes. Vile umekaa bila kuchana na kutengeneza nywele. Nayo sikukuu ndio hii. Hai. Na mtu ako na loose change la 2,000 3,000. Anakuambia akuingize saruni. Hai. Anakaa garden of, anakaa ni kama ametumwa na Mungu. Kama Mungu. Yaani hata unataka hata ukienda hiyo saluni ni kama unataka kuimba amenena mwenyewe. Haleluya. Aja nena ni wewe unajiongelesha. Kuna kitu imeongelewa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichana wacha nikusaidie. Usiingizwe jionamu na nywele. Tunaelewana? Yes. Enda unyoe na uweke roli kama ile ya nani? First lady. Ni pesa gani mama yetu ana? Lakini mbona unaonanga mimi akiwa smart na amenyoa na ameweka nini? Yes. Yaani sikukuu itakupeleka ujionamu. Na hicho kimutu kimeanza kukuandika. Ukiona mtu anakuandikia message, haya ya saa 8. Kwani yeye ni waluma sako? Yaani the circle of hyenas. What is he doing? Why is he up at 2? Looking for people to say hi. Where are these? And you are there busy. Sio kama tunaelewana. I'm talking about obedience. Kutii Mungu. Hello? Biblia inasema, and Lot pitched his tent. Did you get that? I thought you knew where I was going. Sasa baada ya kuona anaenda kuweka hema. Where did he pitch the tent?
Quickly, please. Where did he pitch his tent? What were you doing when I was talking? Yes, that's what I want. Verse 12. 13, 12. Come on, read that. Even as far as, where did he pitch his tent? Not in Sodom. As far. Change that version to any other. Quickly, please. Randomly. Can we read this one? His tent, wait a minute. Let's go back. And Lot moved. What? To a what? To a place where? Is he in Sodom? Come on, answer me. Is Lot in Sodom? Where is he? Alianza na nini? Alianza na nini? Alianza na nini? Saa hii hayuko Sodom, lakini ako wapi? Na saa hii ameje? Ndio nimetumwa na Mungu nikuja kukusaidia kabla hujajenga. Vile unaendelea unaweza jenga, lakini hautajenga. Kama simu unasikia ni nzito, niletee hapa kwa ofisi, nitakuwekea. Hata kuna zingine Faith zimeisha. I'm always having phones in my office from married men, married women, teenagers. It's true. Ask her, where is my secretary? Some place. It's true. Kwa sababu ukikuja hapo nikusikize, nione wewe ni mama mzima, lakini simu imekulemea. Mimi nakuombeanga na nakuambia, acha simu wapi? Zima na wache. Sasa hapo ndio kazi ya apostle. Kwa sababu kwa nini maisha yako yaharibiwe na simu? Kwa nini ndoa yako iharibiwe na simu? Yaani kitu unaweka kwa mfuko hivi, kikuvunjie ndoa, kikuharibie watoto, kikuharibie destiny. Sinieri wacha hapo kwa ofisi, uende ukae miezi 6. Tukikutana kila juma na nikikupea mapasta wanakuongelesha, wanakuombea overcome. Tukiona overcome tunakuambia ishi tu kama miaka ya nyanya zetu. This is how it happens. Because people don't know how things work out. When you move from the place of obedience, mambo inaanzanga. One of the things you need to know is that the enemy is very subtle. Shetani hakimbizangi vitu. Shetani hakimbizangi vitu. Pole pole. Alianza kwa kufanya nini? Kitu ya pili, akaenda akajenga wapi? Sema sio ndani. Wapi? Wapi? Si ndani. Ni wapi? Ni ya Sodom. Ni hawa watu unaendanga chadhi na wao. Na wote hakuna mtu anamcha Mungu. Hakuna. Lakini wewe ndio general secretary ya waasi. Nua maandikia. Wewe waandikia waasi. Pare. Kama huja saini hawezi chukua pesa. Na unatuambia mimi si mmoja wao. Me am only there as a what? As a secretary. Unaendelea kuteremka. Unaendelea. 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 Haleluya. Unafanya nini? Unaendelea. Kuna mama mmoja ako kwa ibada. Aliniambia hivi.
alikuwa kwa chadhi kama hiyo. Akaniambia anataka tu mawazo kusaidiwa. Kwa nini? Kwa sababu wamepanga party, sema party. Wamepanga nini? Real story. Wamepanga nini? Party. Namuuliza details za party. Akaniambia tunaenda zote, sijui wanaume, sijui wanawake 8, sijui wanaume walikuwa ngapi? Sijui 7, sijui 8. Na tunaenda tukae kwa nyumba ya mmoja wetu, maana ako na nyumba kubwa. Kamuuliza muda gani? Akaniambia siku 3. Nikamuuliza siku 3 wanawake na hakuna mtu anaenda na husband, mtakuwa mkifanya nini? Na hizi siku 3 watoto wenu na waume wenu watakuwa wanapikiwa na nani? Kamwambia inaonekana uko upande mbaya. Na akasikia na akaenda akatoka. Kwa shetani ya kuitangi ya kuharakisha kuya, inaitwa shetani. Unaona? Inaitwa shetani. Hapa mimi ndio shetani. Satani agweza hata njugu. Shetani ukukulanga kama njugu karanga. Lakini ana time. Anataka kwanza akuweke appetite. Akiona anaachilia kamoja. Atafika mahali akwambie mdomo haijai. Achilia tuwili. Niwaambie hiyo diyo. Bindu kya mundu umwe maenda au. Hello? NIV. While Lot lived among the cities of the plains and pitched his tents. Near where? Not in Sodom. Now, get the next scripture where the Bible says, now the angels have visited 19 verse what? Can you read? 1, 2, 3, read. Stop there. Where is Lot seated? Can I interpret scriptures for you? Now at this point, Lot is an elder. In Sodom, only elders sat at the gates for counsel, for judgment, for disputes. Lutu saa hii ni elder kwa ufalme wa Sheitani. Alianza bore. Alianza kufanya nini? Akafuatilia akafanya nini? Kajenga karibu. Saa hii amekaa wapi? Let's go to the next verse. Let me show you. Simufungue Bible kwani mlikuwa mbeba hii. What did he say? Yeah. Where is he now? Where is the house? In Sodom. Saa hii nyumba ya Lutu. Lakini yeye anakaa wapi? Nyumba iko wapi? Yeye ako wapi? Ambia mwenzako safari ya Sodom
na Gomora si ya siku moja. Inaweza chukua hata miaka 20. Usipojihadhari na Mungu akusaidie, unaweza jikuta. Na kutoleanga ushuhuda wangu mwenyewe. Huyu my wife huyu alikuwa anafanya Intercontinental. Unajua hapo miaka hiyo hapo nje nini, kwa sababu ya wazungu na nini, kulikuwa hawa unaita nini, commercial sex workers hapo hiyo street ya hapo between hiyo street ya Parliament hapo na City Hall. So mimi sasa siku moja unajua mimi hata akili yangu ziko, hata mimi sijawahi ona wasichana wa aina hiyo. Si ukweli, kama kitu ujui. Sasa siku moja niko na my wife na nimeendesha gari. Saa hiyo alishatoka kwa hiyo hoteli. Hiyo nakuambia uachane na mchezo. Achana na mchezo. One. Isi wesondo akambuda maisha wekala akimwano kama nandwisi. Ju. Ona utumanu ujinga wa mtu. Anasema mimi na nikianguka mimi siwezi. Mimi shakaya shakaya zindra prakataya. I surrender. Angalia mtu umwambia ache hiyo ujinga. Hiyo ujinga ya kupima vitu na maisha yako, achana nayo. Na kitu ifanyike. Hebu muulize mtu, na kitu ifanyike. Eti nampenda Bwana. Mimi nimeokoka miaka nyingi. Huyu ndo mwana au tuman. Uno ni mwene ka. Ni adha kelele ka idugezi. Ikatona ile ka kendele. Kiasi gani? Sikiza. Hii mchezo, ambia mtu hii mchezo hii. Jana. Sasa my wife akaniambia hivi, hata siku niambia, alisema tu ile inaitangwa thinking loud. Akasema, kwani na hawa na wao hawajawahi ondoka hapa? Unajua mimi sijui. Nikamuuliza. Na unajua I'm driving, nimeshapita na kuna giza. Nikamuuliza, kina nani? Akaniambia, hawa wasichana tu wanakuanga hapa. Hata wakati wangu nikiwa hapa walikuwa hapa. Wanasumbuanga sijui nini. Mimi nikaenda. Acha nikuambie. Satani si mwana mwenye. Satani si kibezi. Shetani si kijana. Shetani si ndugu yako. Shetani wacha kuchezanga na yeye. From that day, the following, that was on a Saturday, if I remember well. On Sunday, the following week, kukakuja mhubiri hapa. Na ikawa niende nimpeleke dina na ni mudrop hapo around what? Around City. Shetani nani? Nikaenda nikandrop yule mhubiri. Kakitu kakaniambia, ile kitu ukuona vizuri. Ni kanjugu kamoja tu. Shetani anakukuranga kama njugu. Karanga tu. Pole. Ile kitu ulisikia your wife na uijui na ukuiona vizuri. Sasa wakati ndio gani? Lakini akawa kuna kitu aliniambia
uanga, wanaruka, wanafanya nini? Wanaweza ingia kwa gari ya mtu. Kwa hivyo akini kaona hapana, lazima leo nifanye nini? Lazima nione. Leo ndio, leo ni leo. Nikaenda hapo, lakini nikapita, niko na speed. Number 2, niko na wasiwasi, sijui what I expect and what I don't expect. Lakini nikawa sijaelewa na sijaona exactly hiyo kitu. Sandi ile ilifuata, ukaingia mhubiri mwingine. Na ikawa ninaenda kumdrop ambassador, na ni saa 4 hivi, na shetani amehakikisha tena sina nani. Kare ka sauti kakaniambia, sasa opportunity ya mwisho. Ndio gani? I had read the Bible cover to cover many times. I had read the scriptures. It is at that day, hiyo siku makao, nikiwa ninashukisha pastor outside ambassador, the other side is a KCB. Hii side ya KCB, the opposite of ambassador. Ndio Mungu ndio, if you have the word, God will use the word to correct you. Saa hiyo nangojea mhubiri atoke, niende nione. Siendi kufanya chochote, naenda kufanya nini? Ndio Roho Mtakatifu aliniambia, mwanangu, Lutu alianza kwa kuona, akaendelea, akahamia karibu, akaendelea, akaingia ndani, na akakuwa elder. Ani kwa maneno mengine akakuwa consultant. Sasa ndio consultant wa huko. Do you know what I did? Do you know what I did? I don't play with the word. Wale mnajua Nairobi, nilitoka hapo KCB hapo hivyo, nikapanda juu kidogo, nikaacha aka kanjia kanaingilia katikati ya International House na Hilton, nikapita hako. Kuna kanjia kengine kako on your left, the first immediate left, kanaenda kutokea, kanapita hapa reinsurance, katikati ya reinsurance na hii nini naitwa nini, reinsurance na hii vitu ya kesi na high court. Kanaenda kutokea pale inaitwa Vigilant House, kanapinda hivi, kanapanda, kanakuja kutokea Parliament, una join Uraiwe. Na hiyo mtaa hata kesho hawakuangi. That is the route I used to escape. That is how I overcame that devil. Lakini kama singekuwa na scriptures, labda ningeenda nione tena siku ile nyingine, nione, wacha nisikie vile wanaongea, nisimamishe gari. Ambia mwenzako achana nayo. Obey God. Do what? So, when a man is overtaken by the blessings, men see the blessings and they stop seeing the man. My prayer for all of us is that God will help you. Mungu atakusaidia kwa mambo ya utiifu. Utatii mpaka baraka hizi ziku overtake. Na watu wa kwenu, marafiki wenu, watu wote wanaokujua, wafika mahali
waone baraka ya Mungu katika maisha yako. Stand on your feet. We pray in the name of Jesus. Every eye closed, kila jicho likiwa limefungwa. Uko katika ibada hii na hujaokoka na ungependa kuokoka, nyosha mkono wako juu ni kuombea kuokoka. Nyosha mkono wako juu. Katika ibada kila jicho lifungwe. Katika ibada na hujaokoka na unasema mchungaji, niombee kuokoka, nyosha mkono. Na mtu angetaka kuokoka, asante. Kuna mtu mwingine angetaka kuokoka. Kuna mtu ungetaka kumpa Yesu Kristo maisha yako. Unasema mchungaji, wacha mambo ya Sodomu. Mimi nilifikanga huko kitambo, ndio naishingi huko. Hata nimekuja kwa hii ibada tu kusaidiwa na Mungu. Naishingi huko, mimi niko ndani. Mimi ni elder consultant huko. Lakini ninatoka. Nani mwingine? Njoo hapa ndugu yangu. Njoo hapa. Asante, karibu kimsaidia. Pigieni yeye makofi. Yes. Asante. Asante ndugu yangu. Asante. 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 Unaitwa nani? Maxwell Barasa. Unataka kuokoka? Unataka kuokoka? Yes. Hakuna kitu kingine unataka saa hii. Unataka kufanya nini? Kuokoka. Piga magoti. Maxwell. Maxwell, sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nimeamini neno lako ya kwamba wewe ndiwe Mwokozi. Nimeangalia maisha yangu, nikaona shetani ananikula pole pole kama njugu karanga. Bwana, nakataa shetani, maana nimeangalia nikaona anaanzanga kama ni mchezo, lakini yeye ni muuaji, yeye ni mharibifu, yeye ni mbaya. Shetani na kukataa na ubaya wako wote na maisha yako yote, na kumbali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Bandilisha maisha yangu, bandilisha hali yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu nijie na nguvu na mamlaka na uweza. Tawala nafsi yangu wewe Bwana, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya Maxwell Barasa. Bariki huyu mwana, amefanyika mwana katika ufalme, amepiga mbele magoti mbele zako na hata mbele ya watu wako. Bwana, nakuomba huyu asiaibike, huyu akasimame katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilikuwa kinamkimbiza kikazimike, kikaishe nguvu, na kuanzia leo natamka ushindi katika maisha ya Maxwell Barasa. Utukufu wa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Asante. Shungurikieni Maxwell. Pigieni Bwana Yesu makofi. Amen. 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 Bwana atubariki. Naomba let's package our offerings quickly. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Muulize mwenzako, utaombea? Amen. Amekuambia aje?